Sasa wakati unafika kwanza nikapata swali moja ambalo kimsingi inawezekana hata ambao wanatutazama pia wanajiuliza na wamekuwa kijiuliza mara kadhaa. Kuna issue ambayo inaendelea. Sio niiweke kwenye issue au kuna jambo ambalo linaendelea. Okay. Hilo jambo ni linahusisha moja kati ya watumishi wa Mungu. Okay. Naweza nikasema hapa Tanzania baina ya mtumishi wa Mungu Rose Shaboka pamoja na mumewe Nick Shaboka pia. Mtume Nick Shaboka. Yes, mtume Nick Shaboka mwamba kabisa. Mwamba. Sasa kuna tofauti ambazo huenda sasa mimi sijui, kwa sababu mwisho wa siku natamani sana kuwauliza wenyewe alafu nikapata majibu rasmi, lakini kuna hizo mitandaoni inaendelea kwamba ameachana, hawako pamoja, kila mmoja sasa anafanya mambo yake, kila mmoja anafanya unajua. Sasa kitu ambacho na kuuliza kwa sasa hivi, au swali ambalo mimi najiuliza kwamba wao kweli ni watumishi wa Mungu, ina maana watumishi wa Mungu hawaachani, yani wao ni malaika, kwamba kwa nini kuachana kwao kumeleta taharuki kubwa sana, yani kwenye mitandao huko watu kila mmoja anazungumza na lake kwamba wao sio nini, ikaenda mbali mpaka kwenye umri na vitu vingine, vitu vingi vinazungumzwa. Sasa swali ni moja, Bishop, ina maana ninyi watumishi wa Mungu kwamba kuachana kuna yani kwamba mkioana huwa muachani, na kwa nini wao ni malaika kwamba waliona watu kwamba baada ya kuoana watakaa maisha yote, hawatogombana, watu achana? Hiki kitu kimekaaje, Bishop? Pengine kwanza hiyo namna wanavyotazama wananchi au watu wako sahihi kabisa. Wanatazama katika mtazamo sahihi kabisa, kwamba hawategemei watumishi kuachana. Kwa wako sahihi kwenye mtazamo huo walionao. Okay. Na iko tu hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu sisi kama watumishi wakati wote hatujawahi kuwafundisha kuachana. Sisi hatujawahi kuwafundisha kuachana. Sisi wakati wote na katika kuwafundisha kwetu kote kuna mahala tunafikaga tunasemaga Mungu anachukia kuachana. Na sisi kama watumishi tunaonekana kwamba ni watu ambao tunasimamia kabisa kwa umakini na kwa usahihi yale yote ambayo Mungu amesema. Kwa hiyo wanatuamini. Kwa lugha rahisi niweke hivyo. Baada ya kuwafundisha hayo, wanatuamini kwamba hayo tuliyosema ndio yako hivyo. Na hayapaswi kuwa vinginevyo. Okay. Kwa hiyo sisi tunakuwa ni tamasha kwao. Tunakuwa ni watu ambao wao wanataka wajifunze kwetu. Wakitutazama wanataka waone kile ambacho tunakisema. We walk the talk. Sasa inapotokea ikaja vinginevyo, lazima iwe ni gumzo. Kwa hiyo ukiuliza kwa nini wao wanazungumza sana kwa sababu sisi tumewaambia tofauti alafu tumefanya tofauti. Sisi tumewaambia tofauti alafu tunafanya tofauti. Mimi kwa mfano nasikilizaga vikripu hasa vya Rose. Nick sio sana kwa sababu hatumbi script, na vikripu vingi kwenye habari ya mahusiano. Anaongea kwenye mahusiano lakini sio sana. Akiongea anaongea katika punchline kubwa na unasikia kabisa hapa kuna mtu amezungumza. Na Rose naye anazungumza kwenye punchline kubwa, na yeye akiongea unasikia kabisa kuna mtu amezungumza. Na wakati wote ni clip ambazo nimesikia kutoka kwa Rose zinazungumza kuhusu mahusiano, na zikizungumza zaidi kuhusu kujua namna ya kutembea, namna ya kwenda na kuamua na vitu kama hivyo. Na specifically kwenye mahusiano, nilikuwa nasikiliza interview yake moja ya siku za nyuma. Nisikiza interview yake moja alifanya sio na Wasafi. Nakumbuka hata mimi nimeiona hiyo. Akawa anazungumzia yeye ni nani na wasifu wake na vitu kama hivyo, lakini akasema, akaenda mbali kabisa, akasema yeye ni professional wa mahusiano. Ana PhD ya mahusiano. Amesema hivyo. Okay. Mimi kama nitakuwa nimenukuu vibaya alichokisema, lakini kama nilisikia vizuri alisema ana degree, ana PhD, ana degree ya uchumi ya kawaida hii, ni bank, ana masters, alafu ana PhD. Hicho nilisikia akisema. Kwa hiyo mimi kama muamini ambaye namsikiliza yeye, nikisikia na PhD naona kwanza ni elimu ya juu sana kwa dunia. Kwa maana ana PhD lakini ana elimu ya juu kwa Mungu, kwa maana ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nategemea that combination haitaleta chochote ambacho kinaonekana sasa hivi. Kikija
mimi kama muumini nina uhalali wa kujadili hicho kitu kwa mshangao kwamba hii inakuwa namna gani, mbona sielewi na vitu kama hivyo. Hivyo tukae hapo kwanza. Okay. Tukae hapo kwanza. Okay. Lakini sasa tukija kwenye swali lako ya kwani watumishi hawaachani. Sasa katika mtazamo uliowakilishwa na wao wenyewe na sisi wenyewe hatuachani. Lakini haituondoi sisi kwenye ubinadamu. Sisi kama tamasha ni kazi yetu, ni jukumu letu la kuhakikisha tunahamasisha jamii isiachane. Na wakati wote tutaiongea hivyo. Hata kama likitokea kwetu sisi, hatutaondoka kwenye hamasisho la kwamba hatupaswi kuachana. Na juzi nilisema kama ulinisikiliza. Nilisema hivi, I say nimekuwa nazungumza na ubiri semina, nafundisha hii semina ya utoaji kifalme kwa imani. Na katika vitu ambavyo nilivyokuwa nazungumza nikajikuta mimi mwenyewe nimejihubiria, kama ulinisikia. Mimi mwenyewe nimejihubiria kupitia semina hiyo kwenye jambo ambalo mimi nilikuwa siwezi kulifanya au nilikuwa nataka nilifanye kivingine. Nikajikuta nimejihubiria nikalifanya ambavyo inapaswa. Kwa hiyo kumbe hata sisi ambao tunaitwa watumishi, wakati tunahubiri pale tunazungumza hayo, kwa mfano hayo ya mahusiano, kuna mahala tunajihubiria sisi wenyewe, kwa sababu tunaamini, na ndivyo ilivyo, tunapokuwa tunazungumza sio sisi tunazungumza, bali ni ile roho ya Kristo iliyo ndani yetu ndio inawakilisha jambo kwa wakati huo. Kwa hiyo jamii yote inasikiliza Kristo, haimsikilizi mtu yule, hatumsikilizi Nick Shaboka, hatumsikilizi Rose, anaitwa Rose Shaboka. Tunamsikiliza Kristo ndani ya Rose Shaboka, tunamsikiliza Kristo ndani ya Nick Shaboka. Ushanielewa? Na hata yeye Nick anamsikiliza Kristo ndani yake, hata yeye Rose anamsikiliza Kristo ndani yake. Sasa hiyo haijawaondoa kwenye ubinadamu walionao. Wana ubinadamu 100%. Na wanakutana na yale yote ambayo wengine wanakutana nayo. Japo wanayazungumza katika namna ambayo Mungu amewawezesha kuyazungumza, au katika namna ambayo vyuo vimewawezesha kujifunza. Ila haiondoi ubinadamu wao. Ubinadamu ni asili. Okay. Ubinadamu ni asili. Hakuna anaweza kupigana na ubinadamu huo unapokuwa umetokea unataka kufanya cha kwake. Okay. Hakuna hata mmoja. Unaposema binadamu ni asili unamaanisha nini? Yaani mwili ni, yani kuna mara Paulo alikuwa anawaandikia watu fulani Warumi. Akawa huyu ni Paulo. Okay. Sio Nick Shaboka. Ni Paulo. Na sio Rose Shaboka. Okay. Ni Paulo. Anaandika kwenye Warumi, ukifika pale kwenye Warumi 7 anazungumza, anasema hivi: kila nitakalo kulifanya sipati kulifanya, lakini lile nisilotaka kufanya ndilo ninalolifanya. Hayo ni maandiko anawaandikia Warumi. Anasema jamani, msifanye mchezo. Mwili huu ni hatari sana. Una asili ya dhambi ndani yake ambayo wakati wote unadisukuma kufanya vinginevyo. Paulo, the greatest apostle ever, ni mtume mkubwa kuliko, sio apostoliki, Apostle Paul. Kila nikitaka kutenda lilo jema sipati, bali natenda lilo baya. Hivyo nakiri kwa kweli ndani yangu inaishi sheria mbaya, kinaishi kitu kibaya ambacho kwa kweli sina namna naweza nikakifanya. Ila anazungumza yote, lakini mwisho wa siku anasema lakini namshukuru Mungu kwamba alishinda katika yote, alitushindia ili sisi tusihukumiwe kwa haya madhaifu ya mwili tulionayo. Kwa hiyo wale ni watumishi wa Mungu, lakini wana miili ya binadamu. Okay. Kwamba hilo linaweza likatokea na kwao. Exactly. Na sisi inabidi tuelewe kwamba wale ni binadamu kama sisi. Kristo ndio peke yake alisema alikuwa na mwili wa binadamu, akajaribiwa katika yote, akashinda. Ila sisi tuna mwili wa binadamu, lakini hatuwezi kujaribiwa katika yote tukashinda, kwa sababu tutakuwa tumekaa kama yeye ambaye alishinda. Kristo alishinda, ndio maana yuko peke yake. Wengine wote tulishindwa, kwa sababu wengine wote tulishindwa, hivyo yeye akashinda kwa ajili yetu. Kwa hiyo Kristo pia alishinda kwa ajili ya Nick, na Kristo pia alishinda kwa ajili ya Rose. Sasa issue ni kwamba wanasema kwamba wale sasa wanaofuatilia wanaona katika mitazamo yao ni kama watu ambao wataishi milele, kama malaika, kwamba wao waliweza kuwatokea maachano yao kwao, au anguko aliwezi kutokea kwao, lakini
Kitu ambacho mimi niliwaza pengine ni kile ambacho Pastor Rose Shaboka ambacho alikuwa anakifanya. Kama unakumbuka vile clip ambavyo alikuwa anavizungumza mara kadhaa, huwa anasafiri anakwenda kutoa elimu kwa wanandoa na vitu vingine. Sasa watu wanajiuliza kwamba sasa kama yeye alikuwa anaziponya ndoa zetu, yani kwa nini yeye kirahisi kabisa ndoa ianguke hivi kabisa, yani kinyepesi? Sasa wewe unaweza kuona kirahisi kwa sababu yeye tangu mwanzo inawezekana alikuwa haweki mabango. Labda angeanza mabango ya kuzungumzia ndoa yake, angekuwa anawaandaa watu. Kwa hiyo watu wamejiandaa. Watu ghafla. Sasa wao nafikiri ni ghafla. Kila jambo lina usiri wake kabisa. Yamkini ungekuwa msiri wake, ungekaa naye angekueleza vingi zaidi. Kwa hiyo narudia tu pale pale, ni binadamu. Wana mapungufu ya kibinadamu ya kawaida ambayo kila mmoja anayo. Japo sisi waumini au wanafunzi ambao tunajifunza kutoka kwao tumejiaminisha kwamba wao wako vile wanavyoongea. Hapana, sio kweli wako vile wanavyoongea, ila wametumwa kuongea vile walivyoongea, na inapaswa iwe hivyo, na wao wanajifunza pia katika hayo wanayoongea. Kwa hiyo ikitokea tukubaliane tu kwamba nao ni binadamu, nao sasa ni wakati huo walikuwa wanatuongelea sisi, na hata tusio tu kutuongelea, walikuwa wanatuombea. Wanaingia kwenye hata mifungo, wanafunga kwa ajili yetu. Baba, ninafunga kwa ajili ya Sindani ameniwakilishia jambo lake, iko na hili baba, nakushukuru kwa sababu umeniletea Sindani, amenieleza hichi, naweka nguvu ziwi baba hivyo. Sasa sisi ni wakati sasa wa kusema Baba, tunakuja mbele zako kwa ajili ya utumishi wako Nikki na Rose. Tazama, wamekuwa ni baraka sana kwetu. Kama vile wakati ule mama alikufaga, afu wakina mama wakaja juu akasema hakuna bwana, hakuna, hawezi kufa, lazima afufuke. Amekuwa anatushonea nguo, amekuwa anafanya Mungu akamrejesha. Sasa na sisi waumini au wanafunzi wa kwao ambao tumekuwa wanatufundisha wakati wote habari za mahusiano, na tuliona kwamba yanafaa na tunasimamia hapo, na in fact yametutegemeza, ni wakati wa sisi na kuingia kwenye magoti kwa ajili yao. Kwamba sasa Baba, ingilia kati lile jambo. Ingilia kati lile jambo kwa ajili ya mtumishi wako Nikki. Ingilia kati lile jambo kwa ajili ya mtumishi wako Rose. Tazama, wamekuwa baraka kwetu kwa miaka mingi, ili waendelee kuwa baraka hivyo. Afu uone naye huyu Mungu wa miujiza ambaye alikuwa anatenda kwako kwa ajili ya maombi ya Rose na Nikki, atende pia kwa ajili yao kutoka kwako. Hivyo